msalaba. Aliwekewa msalaba usoni. Kidole kiingizwa kwa maji. Msalaba. Wakaweka msalaba kipi na maji. Anabatiza. Hiyo pia ni ubatizo. Hata ukichunguza wengine hapo kwambia ni kweli yake ilifanywa hivyo. Ili tunalozungumzia ili ya kutumbukiza mtu majini azame ndipo anapofuka kwa Kristo na Kristo na kufa na Kristo anapofuka na Kristo toka noyo na batizo walipata ubatizo bado yake Yohana kuko na wengine wanoyo na batizo walipata ubatizo ili ya kugairi ya moyo toka moyo hakutua kwa roho. Hata usipokubali nasi tunainawia wakati yuaja, wakati utahukumu. Usiseme hatukukuamini, tunasema kwa ujasiri. Ubatizo ambaye inazungumziwa mtu anaamini na roho yake, ndipo anaenda kupitia ule ubatizo ya maji mengi. Mtumishi wa Mungu amesema kuna aina mbalimbali ya ubatizo. Kuna wengine waliwekwa wakapita kwa moto kama moto inawaka, akaruka juu yake ati amebatizwa, atirudi pande ule umepata ubatizo. Kuna wengine batizo ambayo walipitia damu ya mnyama, hata damu ya kuku ndio alitingizwa nayo. Hiyo pia ni ubatizo ambayo tunazungumzia. Mtu akiamini moyoni damu ya Yesu mwana wa Mungu Kalvarini inampa ugairi, maisha yake yanabadilika, ikishabadilika Mungu anakuwa mshuhudaji. Ubatizo si mchezo tu ama mzaha. Mtu akiwa kwa ubatizo unafundisha huyo mtu anaenda kuiga kifo cha Yesu na kufufuka kwa Yesu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Nafikiri sasa tunaanza kukwazana na mashetani. Tunaelekea mahali tunakwazana na shetani. Hebu niruhusu tu nitoe kucha. Shetani sasa tutaanza kuongea. Sababu wametesa kwetu. Kuna watu hapa maisha usina wa milele tawata. Tutangangana nao shetani. Hata kama shetani amekutesa, utamwambia Kesho tukitua anabaki mkono mtupu. Sababu neno linazungumziwa si kubekeleza mtu, ni kung'ang'ania uking'olewa mikononi mwa shetani ili ushindi wa Bwana iishi nawe. Usikawa ujue nurusi neno tunazongea ya kugairi kwa moyo ikifanyika kwa mke, ikifanyika kwa mtoto kwa ubatizo atalinganisha kifo na Kristo na ufufuo wake. Paulo anasema hatukutumwa ili nibatize, nilitumwa ili kifo cha Yesu pale msalabani isipige mtu na kufa. Hata leo Paulo anasema unasikia mtu asirikae hata leo ninabeba uzani ule wa Kristo kwa mwili yangu. Yesu alikuja ili sisi tumekuwa na uzito kwa maisha yetu.
kubadilisha kutoka kwa ufalme ule kuingia kwa ufalme na uzima na ufalme huo. Mtu akibadilika hayo ufalme wa ufalme, ufalme wa mbingu uko nyuma yake kwa kila jambo. Ufalme wake utabaki. Ufalme wa Mungu uko na jawabu. Hata ninapohubiri mtu akiamini, mtu akiamini, mtu akiamini. Haleluya. Lazima tukatae ndio imani ubatizi. Wewe ambao hujabatizwa na bado unatenda dhambi, tuko na watu wengine, kuna adui. Adui anaenda mbinguni. Maadui wanaenda mbinguni. Hata kama ulibatizwa na bado unatembea na maadui, ubali upate mabadiliko. Ubali tu upate mabadiliko. Agano lile linasema waliposikia hilo neno la Paulo wakasema tumekubali tubatizwe. Agano linafafanua walibatizwa. Inamaanisha mtu akigundua ubatizo bado alipata akaingia ndani ya dini, anakubali anataka kugairi. Kunao wengine walibatizwa ile ya maji mengi kwa dhehebu ya ng'ambo ile. Alibatizwa akadanganywa ati wewe sasa uko na roho. Mtu kama huyu yeye tunamrudisha majini. Akisikia wokovu agundue mwana wa Mungu alikufa ili tusi ugairi tutawa. Huyu mtu tunambatiza. Wakati anabatizwa ataondoka kakilinganisha wengi fulani kiwa na askofu Manyara kule Limuru. Tukienda kwa batizo kwa majini wengine wakafanya batizo ndipo sisi tukaanza baadaye kama wamemaliza tukabariki tukaenda ubatizo. Wale Kristo wanaondoka wanakufa na Kristo, wanakufuka na Kristo, wananena na nini? Wale wanauliza mchungaji, sisi tumebatizwa na haraka, ni nini nafanya hao? Si imani tumebatizwa. Hii inatendeka kelelea, inamaanisha hiyo ni jawabu hatari makamilifu ya moyo. Roho kwa mwili inaweka mwili jana unakolea die wengine. Tuko na watu wanaobatizwa wao kwa ilikuwa yote batizo mmoja hiyo batizo naenda ili yabadilike kutuneka kama mwana bidii kabisa. Roho atapata roho kama yale ninapohubiri kachunya roho yake kibadilika. Roho ni kile roho ipo. Haleluya. Si mchezo. Shetani naye anajua. Hata nikiongea hivi tumeanzisha vita na yeye. Watu wengi hatuwezi waacha mikononi. Watu wengi tunawang'oa mikononi mwa shetani wote. Hata kama umeteseka, agano naeleza dhambi haiji shida ama mateso haiji. Hebu kubali na mabadiliko ya moyo ambayo tunazungumzia. Wakati umeamini na hiyo mabadiliko, utukufu wa Mungu itakuja. Hata kama umetoka kwa Mungu na wale wanasemekana hawa wezi kulewa watanikwambia mtu akibadilika nguvu za Mungu haijui uko wapi. Wanakupima ili uwe kwa umati
4 nasema kabisa mwana pale mahali ulipo ukisoma. Yes. Hata kama ni usiku, hawasibu watu mkijiore. Maadui wanasema wafunge njia. Hawachalia. Mimi ninasema ya kwamba Mungu wetu anafungua njia. Atafungulia yule ameamini. Just read it. Chapter 19 verse 40. Wachonia. Eka Paulo no wachoni. Joana no batiso gi batiso mar loko chuny. Yeah. Ko wacho ni jini mondo giyie kum jalo mabiro bang'e. Tiende ni kum Yesu. Yeah. Kane giwinjo wachni no batisgi e nying Ruoth Yesu. Kendo ka Paulo noyeyo lwetene Ndio kajogi batisa hiyogi biti yawe. Batizo mbili hayo yapo. Bana zingilia. Waliposikia hilo neno, wakasema walibatishwa na batizo ya Yohana. Nikakuta wamekubali wanarudi kwa ubatizo. Yule ameamini anarudi tu kwa ubatizo. Unarudi. Hapa kuna dhambi umefanya. Mesa unatafuta neema ya Mungu ifanyike kwako. Kama inawezekana, ufike kwa ufufuo ya wazima. Amen. Amen. Naenda kwa ya mwisho. Warumi 6. Haya ndogo 4 inasema. Amen. Auchiel matinda ng'wen wacho. Omiyo kano batiswa e thone nokwa kode ni mondo kaka Kristo nochiero kuom jomotho kuom duong' mar Wuoro. Yeah. Kamano wan bende wawuothi e ngima manyien. Amen. Amen. Inua mikono yako juu. Kama inawezekana tutembee kwa uzima ama uzima mpya. Uzima mpya, hiyo ndio tunazoongelea. Hiyo maisha mapya unaanzia hapa duniani. Ukitua kule unatua kwa kitu ambayo ulifuzu ndani. Bwana asifiwe. Unatezeka ukitafuta gano ama ni nini? Nimesema uandike Warumi 6 haya ndogo 4. Amen. Samani Joza ni karibu kaburi. Matendo ya Mitume. Wale wanaandika tu Matendo ya Mitume 5:9. Niko karibu kutamatisha. Wacha ni. Karibu kaburi. Isenyisa yore mag ngima. Inimiya bedo mamor chutho e nyimi. But they could predict a